ambapo safari ya Singapore imeanza. This week, niliwaambia tuko na program ya 5 trillion. Mlisikia hiyo story? Ya 5 trillion. Ya kutengeneza Kenya, kuondoa Kenya from first world to third world to first world. Mlisikia hiyo story? Mlisikia? Ati wapi? Ati hiyo ya Singapore mlisikia? Hiyo safari tayari imeanza. This week, mnanisikia? This week, tulikuwa pale capital markets. We have gone to the capital markets using the Kenya Pipeline IPO. We are going to raise 120 billion in the next 1 month. Hiyo 120 billion to raise, we are going to leverage on that 110 billion to raise 1.2 trillion. Kiveni bwana. Hiyo mnanielewa? Yes. Na ndani ya miezi miwili ingine inayokuja tutakuwa tena pale kwa capital market. We are going to raise another $2 billion. Yaani pesa ya Kenya shilingi bilioni 260. In the next 3 months, we will have in our custody 350 billion Kenya shillings. We will leverage on it, and we are going to raise between 3.5 and 4 trillion shillings ya kutengeneza projects zile zote mimi ninasema. Wananchi watukufu, kama vyenye mnajua safari ya kuenda Singapore imeanza. God have mercy upon us. Kwa hivyo kama unatapikanga kwa barabara, wewe utaaswa. And before tuende Singapore, tutapitia Uganda. What are you saying? You be mumu. Kama vyenye mnajua huko Singapore, hakuna kukunywa pombe. Unaangalia tu pombe, unalewa. Huko Singapore hakuna kugongewa. What? Hakuna wasema mayai. Kama vyenye mnajua, kama unatapikanga kwa gari, Connecting. wewe utaaswa Uganda. Huko Singapore kuna mashini ya kushika wezi. Si kama huku Kenya unangojea siku 40 ndio ushike mwizi. So huko Singapore tunaenda, atuendi ya watu wa propaganda, vitisho barindri na maandamano. Mama ya. Huko Singapore hakuna upinzani. Huko Singapore kama vyenye unawaambia, Game over. huko hata maumivu ya kizindi hakuna kumuona daktari. Unaangalia tu ndawa, Brufen, unapona. Huko Singapore kama vyenye mnajua, hakuna you ambulances 2 MB. Hakuna ndia customer repair you kwa njazi. Huko Singapore hakuna kulipa token. Huko Singapore kama vyenye mnajua, hata ukikataa kusikia alarm kuu hauwezi vunjika mguu. Huko Singapore hakuna kusoma. Unaangalia tu kitabu unakuwa professor. Unakuwa na PhD. Unakuwa na masters. So wananchi watukufu, ningewarai mpike chapati mingi na pilau, ili tuende na safari hii tukikulanga. Kama venye mnajua tunaenda na ndege. Shut up you. Na ndege yenye tunaenda nayo, Shut up. tukifinya tu hivi mbaton ya flight mode, tunafinga Singapore. Soea hiyo sauti. Simwesikia pia rais anatuongoza safari ya Singapore. Ile safari ya Singapore ni stadium kama hizi. Sio Mohamed Marsabit muenda Singapore. Hakuna visa mutatafuta tufike Singapore. Hakuna ndege utapanda kwenda Singapore. Singapore itakuja Marsabit, nyinyi muna generate stima hapa inaenda Kenya ingine, si ndio? Nyinyi mko tayari ama mko tayari? Nyinyi mko na imani ama nyinyi mko na imani kidogo? Hebu nione wala anasema tuko tayari katika hiyo mpango. Arambe. Nyinyi mko sijui mko mnasoma barua ikiwa kwa bahasha. Safari yetu ya Singapore to the first one.
Hii safari ya Singapore sote tunataka kufika kule Singapore, na sidhani kama kuna Mkenya yote ambaye ana akili timamu ambaye hataki kufika Singapore. Lakini kule Singapore hatuwezi fika kwa kutaka tu, hatuwezi fika kwa kutamani tu, hatuwezi kufika kwa kuongea tu, hatuwezi kufika kwa kuahidi. Njia pekee yake ya kufika Singapore ni kwa uwajibikaji. Tuwajibike sote kama Wakenya ndo tufike kule Singapore. Kuwajibika ni kufanya kazi ya ziada. Kuwajibika ni kutokuwa na itikadi ya ufujaji, ufisadi, uporaji wa mali ya umma. Sasa kwa bahati mbaya, itikadi iliyoko Kenya saa hii ni hiyo ya ufujaji, uporaji, ufisadi. Na ni itikadi ambayo imekuwa kwa muda. Miaka 30, zaidi ya miaka 30 iliyopita, mwimbaji Eric Wainaina aliimba nyimbo ya kitu kidogo. Akisema sisi kama Wakenya, Kenya ni nchi ya kitu kidogo, na akasema nchi ya kitu kidogo ni nchi ya watu wadogo. Kumaanisha kama tuko na itikadi ya ufujaji, mlungula, ufisadi na hongo, basi tutakuwa watu wadogo. Watu wadogo ni watu ambao hawawezi wakakua wakawa Singapore, hawawezi wakaendelea, hawawezi wakadevelop, hawawezi wakapanuka kiakili. Kwa sababu gani? Ya ule mlungula na hongo. Na kutoka wakati huo mpaka saa hii, mpaka siwe Kenya wenyewe tumejizoea, tusema fika mahali ukiambiwa hii ni Kenya bwana, utafanyaje? Maana yake nini? Ni kwamba ni mazingira ambayo ni lazima utoe hongo ndo kazi yako ifanyike. Sasa yale mazingira mabaya ni mazingira ambayo hayawezi kutufikisha Singapore. Kiasi cha kwamba idara zote hii Kenya zinaishi kifisadi. Idara zote kabisa. Awe mtu ni shekhe, ni mfisadi, awe ni padri, ni mfisadi, awe ni mwanasiasa, ni mfisadi, awe ni auditor general, ni mfisadi, awe ni control of budget, ni mfisadi, awe anafanya kazi kwa EACC, amewekwa pale na ufisadi. Usipokuwa mfisadi huwezi kufanya kazi. Na mtu atauliza, kwani huu ufisadi ni lazima? Ni lazima utoe mlungula, ni lazima uwe mfujaji. Lakini sisi huwa tunaishi, binadamu tunaishi kwa itikadi. Na mtu ambaye yuko na jukumu la kutengeneza itikadi ya nchi ni mtu mmoja, ni rais peke yake. Rais peke yake. Na kwa bahati mbaya, rais wetu ambaye yuko mamlakani saa hii hajatengeneza itikadi ya uwajibikaji. Na ile itikadi ya uwajibikaji, wananchi huwa wanaangalia maisha ya yule rais yako vipi. Si lazima uongee nitapambana na ufisadi, nitafanya hivi, nitapambana na makatele. Je, ukiingia pale wale watu na wapatia zile kazi za juu za uraisi na za UPS nkina nani? Tukipata kwamba ni wanasiasa, basi sote tunaangalia huku tunajua kwamba hujafanya maamuzi ya kuishi katika uwajibikaji. Kwa sababu wanasiasa wote, mtu yote ambaye alilelewa katika siasa hapa Kenya mpaka akaenda mahali akapigiwa kura akapita, ni mtu ambaye ni mfisadi. Wote wanasiasa. Sasa unapata mtu amesavu kama MP miaka 10 ama 15 amepewa uwaziri. Ni kuendeleza ufisadi, ni kuendeleza maslahi, ni kuendeleza ujazaji wa matumbo na ufujaji. Na hakuna bajeti ambayo inaweza ikafadhili ufisadi ikatosheka. Hata tukapewa trilioni zote bajeti ya Amerika, tupewe sisi wa Kenya, tuambiwe okay, hizo pesa fikeni Singapore, haiwezekani. Hata kila Mkenya akatozwa mshahara wote ambao anafanya kwa mwezi, ukaambiwa ukifanya mshahara wote peana kwa serikali watu wafike Singapore, hatuwezi kufika. Kwa sababu binadamu hana uwezo wa kuwa afuje mali
mpaka atosheke, alafu kinachobaki akifanyie maendeleo. Haiwezekani. Saa hii ukiona maendeleo yanafanywa mahali fulani, ujue yanafanywa kisiasa, labda kuvutia kura ama kutengeneza siasa ya mahali pale. Ndo unapata pamefanyika vitu viwili vitatu pale. Basi hayo ndio maisha ambayo tunaishi. So katika safari ya kwenda Singapore hakuna uwezekano katika wale Waingereza wanasema foreseeable future ya kufika Singapore, kwa sababu ya itikadi ambayo tuko nayo, ambayo ni itikadi ya uporaji, ufujaji, ufisadi, hongo, mlungula. Haiwezekani. Hata ikaahidiwa kivipi, hata pesa zikashuka kutoka mbinguni kuanguka hapa ili tufike Singapore, haiwezekani. Mpaka papatikane kiongozi ambaye atatengeneza itikadi ya uwajibikaji, na si kiongozi, rais ambaye atatengeneza itikadi ya uwajibikaji. Watu wote wakiwajibika, hata na chini ya ile bajeti ambayo tuko nayo, kiwango cha chini, nusu yake, bado tuweza tumia ile na tukafika Singapore. Ulisikia mama kusikia? Hiyo safari ya Canaan ni hii ya kwenda Singapore hii. Hiyo ya Canaan ndio hiyo. Nyinyi mulisikia baba alituambia kuna safari ya Canaan. Mulisikia mama kusikia? Hiyo safari ya Canaan ni hii ya kwenda Singapore hii. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Do not tell me. Don't tell me. Because I know it all. Westside Production. Sit down. Bigi Mamba Tiga Safari. Bigi Chop Tiga Safari. Kita given di Singapore. Kita given di Singapore. Emeta today. Siniwa Hernandez. Give me a formula, give me a boat. Give me a Pindina. Give me a Siniwa. Give me a Siniwa. Come and die there. Kaseleka wendito. Kinge me apo. Ayi tia savari kabisa baka 5.